yalivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo. Wakati ule Yesu akasimama mbele ya liwali Pontio Pilato. Liwali akamuuliza akasema, wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi? Yesu akamwambia, wewe wasema. Lakini aliposhtakiwa na wakuu wa makuhani na wazee, hakujibu hata neno. Ndipo Pilato akamwambia, usikie mambo mangapi wanayokushuhudia. Asimjibu hata neno. Hata liwali akastaajabu sana. Basi wakati wa sikukuu, liwali desturi yake huwafungulia mkutano mfungwa mmoja waliyemtaka. Basi palikuwa na mfungwa mashuhuri siku zile, aitwaye Baraba. Basi walipokutanika, Pilato akawaambia, nataka niwafungulie yupi? Yule Baraba au Yesu aitwaye Kristo? Kwa maana alijua ya kuwa wamemtoa kwa kusuda. Na alipokuwa ameketi juu ya kiti cha hukumu, mkewe alimpelekea mjumbe kumwambia, usiwe na neno na mle mwenye haki, kwa sababu nimeteswa mengi leo katika ndoto kwa ajili yake. Nao wakuu wa makuhani na wazee wakawashawishi makutano ili wamtake Baraba na kumwangamiza Yesu. Basi liwali akajibu akawaambia, nataka niwafungulie yupi katika hawa wawili? Wakasema, Baraba. Pilato akawaambia, asinimtendeje Yesu aitwaye Kristo? Wakasema wote, asulubiwe. Akasema, kwani ni ubaya gani aliyoutenda? Wakazidi sana kupiga kelele wakisema, na asulubiwe. Basi Pilato alipoona ya kuwa haifai lolote, bali kazi ya inazidi tu, akatwaa maji, akanawa mikono yake mbele ya mkutano, akasema, mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki. Yaangalieni haya ninyi wenyewe. Watu wote wakajibu wakasema, damu yake na iwe juu yenu na juu ya watoto
waliweka juu ya kichwa chake, na mwanzi katika mkono wake wa kuume. Wakapiga magoti mbele yake, wakamdhihaki wakisema, Salamu, Mfalme wa Wayahudi. kisha wakamtemea mate, wakautwaa ule mwanzi, wakampiga kichwani. Walipokwisha kumdhihaki, wakalivua lile vazi, wakamvika mavazi yake, wakamchukua kumsulubisha. Hata walipokuwa wakitoka, wakamwona mtu mkene, jina lake Simoni. Huyu wakamshurutisha auchukue msalaba wake. Na walipofika mahali paitwapo Golgotha, yaani bubu la kichwa, wakampa kunywa divai iliyochanganyika na yogo, lakini yeye alipoionja hakutaka kunywa. Walipokwisha kumsulubisha, waligawa mavazi yake, wakipiga kura, ili litimie neno lililonenwa na nabii, waligawa nguo zangu kati yao, na juu ya vazi langu walipiga kura. Wakaketi, wakamlinda huko, wakaweka juu ya kichwa chake mashitaka yake yaliyoandikwa, Huyu ni Yesu Mfalme wa Wayahudi. Wakati huo huo, wanyang'anyi wawili wakasulubiwa pamoja naye, mmoja mkono wake wa kuume na mmoja mkono wake wa kushoto. Nao waliokuwa wakipita njiani wakamtukana, wakitikisa vichwa vyao wakisema, Ewe mwenye kulivunja hekalu na kulijenga kwa siku 3, jiokoe nafsi yako, ukiwa ndiwe Mwana wa Mungu, shuka msalabani. kadhalika na wale wakuu wa makuhani wakamdhihaki pamoja na waandishi na wazee, wakisema, Aliokoa wengine, hawezi kujiokoa mwenyewe. Yeye ni Mfalme wa Israeli, na ashuke sasa msalabani, nasi tutamwamini. Ametegemea Mungu, na amwokoe sasa anamtaka, kwa maana alisema, mimi ni Mwana wa Mungu. pia wale wanyang'anyi waliosulubiwa pamoja naye walimshutumu vile vile. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9, Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Elohim,
Bwana umeniacha, na baadhi yao waliohudhuria waliposikia walisema, huyu anamwita Eliya. Mara mmoja wao akaenda mbio, akatwaa sifoko, akaijaza siki, akatia juu ya mwanzi, akamnywesha. Wale wengine wakasema, Acha na tuone kama Eliya anakuja kumwokoa. naye Yesu akiisha kupasa sauti yake tena kwa nguvu, akaikata roho. All of us as close to him. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka, viwande viwili toka juu hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala, nao wakiisha toka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakaingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimpinga Yesu, walipoona tetemeko